Mzigo unafunguka, inaonekana kuna binti ametanua miguu, then kuna nyoka anatoka katikati ya mapaja yake. Hizi ni sehemu zake za siri, ila tofauti yake yeye na mwanaume, yeye anamiliki nyoka sehemu za siri. Sasa yule nyoka alikuwa ni mkali sana, na mbele inaonekana kama kuna jamaa amepiga magoti, alikuwa anaomba msamaha, ila huyu binti alikuwa hana huruma, akamtuma yule nyoka amrukie yule jamaa, na nyoka akammaliza pale pale yule jamaa. Yule mwenzake alivyoona vile kile jambo lililotokea, jamaa akaamua kukimbia. Sasa je, hii kisa kilianzaje na ni kwa nini huyu mdada sehemu za siri kuna nyoka? Hebu twende kazi, ungana na mimi katika hii movie ili kujua je, ni kitu gani ambacho kimetokea au ni kitu gani ambacho kinaendelea. Cha kwanza, usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kama Clouds Mastori. Hapa ndiyo sehemu ambapo utapata recap nyingi sana ya movie nyingi. Kwa usiache kusubscribe, like, comment, share, afutumia mdau ambaye yeye mwenyewe anapenda mambo kama haya. Sasa tuanze kazi yetu. Mzigo unafunguka, inaonekana kuna mabinti wanaingia na gari. Yes, wameingia sehemu moja hivi, kuna sheli na gari lao linaonekana limepata matatizo kidogo, na ilikuwa ni nyakati za usiku. Wakaamua wafikie hapo kwanza watengeneze gari lao, then waendelee na safari na wajaze mafuta pia. Ile sehemu ya sheli kwa pembeni kunaonekana kama kuna wanaume wawili wamekaa. Kumbuka, sehemu kama hizi za wazungu bwana, sheli waga wanajihudumia mwenyewe, ila hao walikuwa wamekaa pembeni. Sio kama ni wahudumu wa sheli, hapana, ni wanaume tu, yani magensa tu walikuwa wamepoa zao, wamekaa pale wasela tu. Binti mmoja akatoka kaenda moja kwa moja kwenye gari, akaona alivyofungua boneti ya gari aliona kuna moshi mwingi unatoka. Hii ina maana kwamba gari limechemka mno, yani engine imechemka mno. Ila ghafla katika wale wanaume kuna mwanaume mmoja akasimama, akaanza kuwatania na kuwatukana wale mabinti. Unajua jamaa wanajiamini sana, kwa hiyo hawa magensa wakaanza kuwatukana hawa mabinti, wakaanza kuambia maneno ya ovyo ya dharau. Kaambia nyinyi mabinti, mnajifahamu mnatengeneza gari wakati hapo mnajiuza tu, hamna kitu cha maana ambacho mnachokifanya. Binti mmoja akatoka kwa hasira akaenda kuwafuata, akamwambia sisi tumepata changamoto ya gari, kwa hiyo tunaomba, hatuhitaji kelele na nyie mtuache. Ila jamaa akaendelea kumtukana tu, akasema sasa sisi tunamwachaje malaya? Nyinyi wanawake ambao mnajiuza tu, mmeenda kutafuta wanaume huko, mmepita hapa mnajifanya kigari kimeharibika ili sisi tuwanunue, na sisi hatutawanunua, tutafanya kama tuwaoni. Yani kiwalisia jamaa alianza kutoa maneno makali na maneno mabaya kwa hawa mabinti wawili, na jamaa alikuwa anajiamini sana, sio alikuwa anaona kwamba hawa ni watoto wa kike. Kwa jamaa anamtukana sana huyu binti na ule mwenzake, yani walikuwa wanajimaliza sana, wanatukana mno. Sasa binti alikuwa amekasirika sana, kwa sababu akaona kabisa hii hali inayoendelea hapa ni dharau, maana jamaa alikuwa anaona kama malaya, afu anawa treat kama wadada wanaojiuza. Kwa hiyo binti alikuwa amekasirika sana, akamwambia nyamaza. Sasa jamaa alikuwa hataki kunyamaza, binti akatoa bastola katika mfuko wake, akamnyoshia jamaa, akamwambia kabisa kama hutonyamaza mimi nitakumaliza hapa hapa, yani nitafyatua mara moja tu na utakuwa umeshapoteza maisha hapa hapa. Jamaa alivyoona pisto, jamaa pale pale uoga ukamwanza, kwa sababu pisto yeye mwenyewe anaiogopa, anajua hapa akicheza tu huyu binti atanii, huenda maisha yake naweza yakawa hatarini kweli. Kwa hiyo jamaa akawa amenyoa pale pale. Binti akamwambia naomba upige magoti chini, tena uanze kukoloma kama nguruwe anavyokoloma. Usipofanya hivyo mimi nakumaliza, sina mchezo na wewe, nenda dakika moja tu nitakumaliza. Jamaa akawa mpole, akaamua kupiga magoti, na huko analia, akaanza kulia kama nguruwe, ili mradi tu asamehewe, kwa sababu aliona kabisa mabinti hawatanii. Ila rafiki yake wa pembeni alikuwa tu anacheka yeye. Unajua magensa shakula vitu, kwa hiyo alikuwa haelewi. Yule rafiki yake aliviona kama unyonge, akaona yawezekanaje mwanangu akawa anaonewa hivi. Akaanza kumwambia wewe binti, acha upumbavu wewe. Yani wewe mtoto wa kike unajifanya unatuweza sisi. Yani ngoja nije kumaliza. Jamaa akatoa kisu. Binti akamwambia hebu tulia. Yaani unakuja na kisu? Unajua kwamba mimi ni zaidi ya wewe mwanaume. Wewe unajua mwanaume, mimi ni zaidi yako. Tena mimi na huo mdudu wako unaosimama zaidi yako kabisa. Tena unaweza ukatumika kama silaha. Jamaa anacheka tu, akajua kwamba binti anatania, labda anaongea utani. Kumbe mwenzao binti anamaanisha. Akamwambia mimi mwenyewe na sehemu za siri kama nyie tu. Tena mimi zangu ni silaha, na nikiamua zitoke hakuna tebaki hai. Alikuwa anaongea binti wa kujiamini sana, hadi jamaa akaanza kushikwa na uoga, akaona sasa binti mmoja wa pembeni yule akaanza kufuliza filimbi. Alianza kupiga filimbi tu, jambo la ajabu likaanza kutokea. Binti yule akapanua miguu. Alivyopanua miguu, filimbi ilivyokuwa inalia tu, kuna nyoka akawa anatoka katikati ya sehemu za siri. Yani huu ndo sio niseme uume, sio ndo sehemu ya siri. Huyu dada ni nyoka mmoja mkubwa sana, afu ni mkali, yani nyoka aina ya viper, wanasumu balaa, yani akikupiga tu mara moja huwezi kuamka wala kupona. Nyoka akatoka akiwa na hasira kali. Binti akamwamuru yule nyoka muue jamaa, yani akamwambia mshambulie mara moja tu. Nyoka akusita, akamrukia jamaa, akamshambulia. Yule mwenzake alivyoona ile mwenzake anashambuliwa, alikuwa hana muda wa kupoteza. Jamaa akaamua kukimbia pale pale. Sasa mwenzake tayari ameshinda na maji, na
ule jamaa tayari amekimbia, na nyoka huyu ana utani, yani akitoka anamaliza kazi. Na hii ilikuwa ni fundisho sana kwa jamaa, japo mmoja alikufa mmoja alipona, na jua aliyopona alienda kuhadisia. Sasa mabinti wakatengeneza gari lao, ilipofika wakati wa asubuhi wakaendelea na safari. Bwana, huu ndo mwisho wa mzigo wetu, ila huu mzigo hatari sana jamani, msiwadharau wanawake.